quarters. Nilisema there are two factors that are the truth of the matter. Seasons and time. Seasons and unajua wale wasichana hapa wajamea sehemu zingine za mwili wanashindwa wale wako nazo. Sasa waliinamia nani? It is seasons. Zitakuja mpaka zikuchoshe. Praise the name of the Lord. Wengine vijana hapa wanajichocha, ile siku nitaoa. Kila siku. Simutuulize sisi tuko kwa ndoa. Ulizeni sisi ambao tuko kwa kina. Ati unasema mimi wacha nioe. Kila siku oi. Sidana ako hapa si umuulize. Anafikaga nyumbani anaumwa na kila mahali. Ni nini baba? Naumwa na gizzard. Gizzard inauma ikiwa. You have to understand that there are seasons and times. Wale walikuwa grade 5 sasa wanaenda grade. Ask them. Uliza huyu. Hata yeye muulize kama atakwambia kuna season na kuna time. Kuna wakati alikuwa anatembea kama yeye. In this life there are seasons and there are times. And those times are coming. For you to be defined as an undefeated generation, you have to prepare yourself when that time and when that season shall come. Praise the name of the Lord. Tulisoma Biblia, sijui kama utapata hiyo kitabu Mwinjilisti, mahali inasema ya kwamba kuna siku zitakuja ambazo hazitakufurahisha. There are times that are going to come. Kuna majira yatakuja. Unaona vile unaonaga mama yako akihaso, unaelekea hapo. Vile unaonaga baba yako akihaso, wanaume wale mko hapa. Wewe kwanza anza mchezo ujiekelee familia ukiwa mdogo. Ati unakuta mtu wa 21 years hapa ameanza kufikiria kuhusu ndoa. Wachana na ndoa. Wengine wetu tungeulizwa tungesema tukae. Responsibilities zimekugoja. Bibi anataka nywele. Na ujue bibi anatengeneza kwa sisi wanaume hatunanga. Sisi kazi maisha yetu yote ni kunyoa. Unajinyoa kichwa, hiyo nyingine unajinyoa. Praise the name. Wanaume hawanaga hasara. Wanaume ni kujiletea, wanajileteanga. Sisi unanyolewa tu kinyozi na sisi hatunanga mambo mengi. Unanyolewa kinyozi, unapakwa spirit, unatoka kama umeenda. Wamama akiingia salon saa 1 atatoka saa 7. Mtu mmoja akiwa kwa kichwa, mwingine ako kwa miguu na mwingine ako kwa mikono. Miguu inaundwa, mikono inaundwa, mama wanakaaga hivi kwa salon. So sometimes unafikiriaga ni mke wako ako na madharau lakini hawezi chukua simu. Simu inalia anaona ni huyu. Hawezi chukua, amekaa hivi. Mikono ifanya nini? Ikauke. The reality itakugonga. Kuna siku reality itakugonga. Sisi hatunaga shida. Sisi ni kukaa chini unanyolewa. Hiyo ingine ni kazi yako. Unakanyaga kiti namna hii. Unajimalizia unafanya I am very, sisi tukijinyoa na ujinyoe makopa tunasikiaga tukiwa very new. Unasikiaga ni kama ndio umetolewa kwa karatasi. Praise the name of the Lord. Iko siku inakuja reality sasa itakuonga vizuri. Kwa sababu tunapowaambia mapema mnaonaga kama ni kwa. Unajua vijana ukiwaongelesha like youths, ukiwaongelesha wanaonaga ni kama unawasumbua. Iko siku hatutakuongelesha na hatutakusumbua, utajisumbukia wewe. So you better listen to us. Sababu sisi tunaelewa. Tumekuwa hapo. Tunajua ile mchezo tulicheza na karibu isipokuwa ni Mungu. Kuna michezo ingeturudisha nyuma. Lakini na sisi tukakumbuka kuna mahali pa kukimbilia na kukwama. Na hii injili ndio imerudishia wengine wetu dignity yetu. Kama hatungerudi kwa Mungu, our dignity ingekuwa imejipaka uchafu. Lakini wewe una nafasi ya kukatalia kwa Mungu kuanzia ukiwa mdogo mpaka utakapozeeka. Mimi najua kuna wengine wanasema ngoja nimee ndevu nianze kuvuta sigara. Hakuna mtu atakuuliza.
lakini atakayo kufuata utaregret. Kwani unafikiria kuna mtu anakukataza kukunywa pombe? Unafikiria kunaye? Ukifikisha miaka 18, that is why tunajaribu kuwatuliza mfikishe miaka ya kufanya maamuzi, ili mtakapofanya maamuzi mfanye maamuzi yenye busara. Unafikiria ni baba yako atakufa ukikuwa mlevi ukimaliza shule? Wewe ndio utasumbuka. Hata sasa ukijificha uvute bangi, kwani kuna mtu atakuuliza? Lakini destiny itakuangalia na sema he is defeated to come and enter into me. Because life is spiritual. Destiny speaks. Hatma huongea. Hii maisha tunaishi, nilikuwa naambia mtu mwingine asubuhi, nilikuwa namwambia life is spiritual. And if you want to be defeated, ignore spirituality. Maisha ni kiroho. Tunakoelekea ni kiroho. Praise the name of the Lord. Where we are heading, it is spiritual. Sasa ukichafua hali yako ya kiroho, itaharibia mpaka hali yako ya in the physical world. When you destroy your spirituality, it makes sure that it has destroyed your physical, because spiritual and physical fights. Kiroho na kiasilia. Ndio unaona mwili roho imebebwa na roho, nayo mwili imebeba kiasilia. Sasa utakapokubalia mwili uharibie hali yako ya roho, nayo hali ya roho zitapigana na hali ya mwili. Na ndio Paulo unasikia katika maandiko anasema ya kwamba nimejifunza kushinda mwili. Kwa sababu vijana kile kinawashinda ni kushinda mwili. Roho yenu ni nyepesi sana. Paka nyinyi ndio mnaambiaga wanaume, mimi nikiguzwa shingo, kiniguza tu shingo ama unipulize. You expose your privacy. Kama unataka kufika hatima yako, ficha mambo yako ya siri. Tuacha nikwambie Brayo, mimi tu ukitoka na huku uniguze shingo, umeniteka. Amusha huyo. Sasa unaona umewezwa na mwili. Na usiku ukichunguza alikuwa TikTok. Wakati mwili itakuweza, roho ikose nguvu, wewe tumekukosa. And the way of defeating flesh, it is to have a strong spirituality. Njia moja ya kuweza mwili ni kujifunza kuwa mtu wa kiroho. Usipokuwa mtu wa kiroho, what kind of music do you listen to? Watu wengine hapa ukitaka kuwajua, waambie wafungue simu yao, ingia Google, search history, utaona. Mtu wako hapa anasema I want to become a director. A director. Na kwa simu tukiingia Google to search ni Pornhub. Ushaisikia engineer wa sehemu za nyeti? If you want to become an engineer, take the lane of engineology. Pita hiyo njia. If you want to become a bishop, sasa basi chunguza mambo ya kiroho uende namna gani. Huwezi niambia unataka kuwa pilot na zile clips zimejaa kwa simu yako ni pornography. Ushaisikia mtu anaendesha sehemu nyeti? Tadamuona obokete na kega. Ushawaiona? Because what you are doing today, it is what is preparing you to defeat whatever that is meant to defeat you before destiny. Sasa ikifika kwa pornography mnanyamazaga nyinyi wote. Hapa Bishop, mimi sijui ni nini nilifanya. I am being defeated by a behavior of masturbation. It is because the flesh is not submitting to the spirit.
Na mambo ambayo unafanya katika ujana wako ndio yanakuwezesha kushiba roho. Wakati kijana atashiba roho, mwili utapungua. Utakuwa unaona imeinuka. Naambia hata uinuke, hakuna manke inakufa. Hakuna nyani inakufa. Nyani zinaanza kufanya hivi kwa miti, kwa sababu umekataa kuziua. Lakini usipoua mwili, lazima uue mwili. Kwa sababu kuna maandiko yanasema kwamba kuna siku zinakuja ambazo hautazifurahia. The times and the seasons are coming. You will not be a girl forever. Time is coming. What you are doing today is in preparation of that person. Now, how can you enter into your destiny undefeated? It is to tell yourself about the reality today. Ziambie ukweli leo. Sasa wewe unatamani sex, kuna siku utaifanya ikuchokeshe. Hata ukiangalia mwili yako unaona afadhali Mungu angepanda mananasi hapa. Imekuchokesha. Kuna siku itakuchokesha. Sasa unafikirianga sex ni luxury. It is not. It is not. Unafikiri ulevi ni mambo mzuri. Itakuja, itakuchokesha. Hizo bangi mnatamani, kuna siku utakuwa unaziona unapotea wewe mwenyewe. The responsibilities of this life are coming. Majukumu ya maisha yanakuja. Bibi atakuwa anakuambia tulale kidogo na kukota akili wewe. Tutokoma kome, si anaikori. Unagonga hiyo blanketi unatoka kama ndege. Kuna siku mtatumia sehemu zenu za siri kuzaa tu. Kazi yake itakuwa kuzaa, alafu unaenda. Kuna siku maisha itakuendesha kama ambulance ukipiga. Kuna wakati inakuja, kazi yako itakuwa kupiga nduru kama umefanya nini? Umeenda. Umebeba mtoto mdogo na mwingine ako hapa chini. Huyu hajamaliza kunyonya, huyu na yeye anataka. Na mwingine ako kwa tumbo. Siku zinakuja. Wacha kwanza uanze mchezo uolewe na hapo kwenu. Alafu usipojichagulia njia ukutana na watu ambao wanakaa kama hiyo destiny umechagua. Anaamkia uji power na doma. Lunch anakula njugu na gekwa. Watoto utawapanga namna hii. Kabla upange watoto, panga destiny. Praise the name of the Lord. But what about that person who has preserved her or his dignity? Ataingia kwa destiny akiwa mtu wa heshima. Wewe ni ugatuma kwa nyuko ino kirato kiangania negesae. Wewe ni ugatuma. Just take a picture of your parents. Angalia wazazi wako. Ungetamani wamalizie vile unawaona leo. Wengine ndio mwe shule, mnajua wanasi. Do you know how they toil? Na wewe ni mchezo tu shuleni. Wewe tu ni mchezo huko barabarani. Those parents are toiling day and night. Ask me. Niulize. Labda hata hapa kuna wengine nimekopeshea wazazi wenu pesa wakusomeshe. Anakuja anakuambia ni bishop umenyora konyonera kitu sadaka ini mwana niko igato araigato. Sasa ni vile naogopaka kumuitisha. Sababu ananiambia ni sadaka yake nilimpatia. Sadaka inere adutete utahagu. Halafu na mimi napiga hesabu naona ni wewe uko shule. Na wewe shukuru. Hakuna mtu hajui mwili yako. Hapa hata kuna watu wengine wakifaint, vijana ndio wanatuambia, huyu ni masi. Anajua mpaka birthmarks mahali ziko. Kuna mahali ya kujui. When your parents are dying to create a destiny for you. Na wewe mahali umesimama, you are already defeated at your age. Na hakuna kitu kibaya kama kushindwa ukiwa kijana. Kuna ujue uko katika ile hali ambayo Mungu anaita ya nguvu. You have the strength, you are sober, and you are the one who has the focus. Sasa unafikiria shosho yako, ukimuuliza shosho yako anataka nini, atakwambia nini? Shosho yako hata au ukienda umuuliza shosho kwenda hata niye ndio ndongwenda. Ipo siku itafika.
Nukeni marashi kabisa na perfume. Ipo siku utakuwa unajipaka karuma unalala. Jigonge na reality mapema. Ambia mwenzako jigonge na reality. Tukao unaulizwa sio ni ukonywa juice. Ndikwenda sukari. Ukwenda ke? Nikonywa mwaru baina weha. Jigonge na reality. A time will come. Inasema nini Biblia?